Hebu fikiria hili. Unaenda bafuni kunawa uso, lakini huoni kabisa taswira yako kwenye kioo, kana kwamba mwili wako wote umetoweka ghafla. Hicho ndicho kinachomtokea Michael. Michael ni mvulana wa kawaida anayeishi Italia. Siku moja alikuwa amekaa darasani nyuma ya msichana anayeitwa Stella. Ghafla, mkaguzi wa polisi wa eneo hilo, Giovanna, ambaye ni mama yake Michael, aliingia darasani. Mmoja wa wavulana darasani kwao alikuwa ametoroka nyumbani, hivyo Giovanna alikuwa amekuja kufanya uchunguzi. Baada ya mama yake kuondoka, pua ya Michael ilianza kuvuja damu ghafla, naye akakimbilia bafuni ambako baadhi ya watoto wabaya walianza kumsumbua. Jioni hiyo kulikuwa na sherehe na Michael akachukua pesa zake alizokuwa ameziweka akiba ili kununua vazi la sherehe. Lakini kwa kuwa alikuwa na pesa kidogo sana, kitu pekee alichoweza kumudu kilikuwa ni vazi la shujaa wa Kichina. Hakulipenda kabisa, lakini akalinunua tu. Alipofika nyumbani, mama yake alimshawishi kwamba kwa kweli alionekana mzuri na kwamba alipaswa kabisa kwenda kwenye sherehe. Kwenye sherehe, Michael alikuwa anafurahia sana na hata alikuwa akizungumza na msichana anayempenda Se, lakini ghafla wale wavulana wale wabaya walianza tena kumsumbua. Ili kuwatoroka, Michael alikimbia na kujificha bafuni. Akiwa amekata tamaa na kila kitu, alipiga kelele akisema anatamani angeweza kutoweka kabisa. Ghafla taa zilizimika, naye akapanda dirishani na kurudi nyumbani. Asubuhi iliyofuata aliamshwa na sauti ya mbwa aliyekuwa akibweka. Alipoenda kupiga mswaki, aliona kwamba hakuwa na taswira yoyote kwenye kioo. Nguo zake zilionekana, lakini mwili wake haukuwepo kabisa. Akaondoa nguo zake zote haraka. Wakati huo huo, mama yake aliingia, lakini hata yeye hakuweza kumuona. Hapo ndipo Michael aligundua kwamba alikuwa amekuwa asionekana kweli. Hakuna mtu aliyekuwa anaweza kuuona mwili wake isipokuwa yeye mwenyewe. Akaandika ujumbe kwenye karatasi akisema kwamba angeenda shule mapema siku hiyo, kisha akaiacha karatasi hiyo karibu na mama yake. Baada ya kuisoma, Giovanna alimuita kwa simu, lakini hata simu ilionekana kana kwamba haionekani. Michael aliichukua na kusema, "Ndiyo mama, kila kitu kiko sawa, tayari nipo shuleni, usijali." Kisha akajifunika mwili wake kuanzia kichwa hadi miguuni na nguo na akaenda shule. Alipofika shuleni, alifikiri kwa nini asitumie uwezo huu mpya kuwafundisha somo wale wavulana waliokuwa wakimnyanyasa. Akaondoa nguo zake zote na akaingia kimya kimya ndani ya jengo la shule. Wakati wa darasa, alimnyang'anya yule mvulana bunduki yake ya paintball na akaanza kumpiga mwalimu kwa mipira mingi ya rangi. Matokeo yake, yule mvulana alisimamishwa shule. Baada ya hapo, Michael aliingia chumba cha kubadilishia nguo cha wasichana na kuanza kuangalia wakibadilisha nguo, jambo ambalo lilikuwa baya kabisa. Ghafla, mmoja wa wasichana alirusha taulo kimakosa, nalo likashikamana na umbo la mwili wake usionekana. Kilichozidi kuwa kibaya zaidi, wakati huo nguvu zake zilianza kupotea, naye akaanza kuonekana tena. Walipomuona mvulana ndani ya chumba cha kubadilishia nguo, wasichana walipiga mayowe na kukimbia kila upande. Siku iliyofuata darasani, walijifunza kwamba mvulana mwingine kutoka darasa lao alikuwa ametoroka nyumbani. Ghafla, mikono ya Michael ilianza kutoweka tena taratibu. Kengele ilipolia, aliondoka haraka akiwa amejifunika kwa nguo kuanzia kichwa hadi miguuni. Alipofika chumbani kwake, alimkuta dada yake mdogo, Kendall, amekaa humo. Michael alimgeukia ukutani na kumwambia aondoke, lakini Kendall alijifanya kutoka na kisha akajificha ndani ya chumba. Akidhani dada yake alikuwa ameondoka, Michael akageuka. Alipomuona, Kendall alipiga kelele kwa hofu. Michael alimtuliza na kumweleza kwamba kwa namna fulani lile vazi la shujaa wa Kichina lilikuwa limempa uwezo wa kutokuwa anaonekana. Giovanna alipofika nyumbani, Michael bado alikuwa haonekani. Alimsikia mama yake akizungumza kwenye simu akisema kwamba Michael alikuwa ameasiliwa na kwamba miaka mingi iliyopita mtu fulani alimwacha mtoto huyo mbele ya nyumba yake. Michael hakuwahi kujua hilo. Akiwa amevunjika moyo, aliondoka nyumbani. Alikuwa amekaa peke yake kwenye bembea alipofika Stella. Michael alidhani huenda Stella alikuwa mzimu, lakini Stella bila kusita hata kidogo alikaa kwenye bembea karibu naye. Stella alimwomba Michael wawe marafiki. Kwa kujibu, Michael alichora uso wa tabasamu ardhini. Walicheza pamoja kwa muda, kisha Stella akaondoka. Baadaye, Michael alimwona mwanaume akiwa umbali kidogo akimtazama kwa macho makali. Baadaye aligundua kwamba mwanaume huyo alikuwa kipofu. Usiku huo, Stella alikuja nyumbani kwa Michael. Alifurahia sana kwa sasa alikuwa na rafiki asiyeonekana. Baada ya muda hata walibusiana, lakini ghafla nguvu za Michael zilianza kupotea tena. Kabla Stella hajauona uso wake, Michael akakimbia. Baada ya muda, Stella alikuwa anafanya mazoezi peke yake kwenye ukumbi wa mazoezi ya viungo. Ghafla, mtu alimshambulia kwa fimbo. Ndani ya muda mfupi alianguka akiwa amepoteza fahamu. Wakati huo huo nyumbani, Michael aliamua kwamba hatimaye angemwambia Stella ukweli wote. Akiwa wameongozana na mbwa wake, alielekea kwenye ukumbi wa mazoezi. Huko, alimwona mwanaume aliyevaa barakoa akimbeba Stella begani. Michael alijaribu kumzuia.
Mbwa wake alimng'ata mkononi, lakini bado alifanikiwa kutoroka na Stella. Muda mfupi baadaye, polisi walifika na kugundua kwamba watoto waliopotea hawakuwa wametoroka nyumbani, bali walikuwa wametekwa nyara. Stella alipozinduka, alijikuta ndani ya chumba tupu akiwa ameunganishwa waya kadhaa kichwani. Mmoja wa walimu wa Michael alikuwepo pia. Walimfanyia majaribio, kisha wakamfungia chumba kingine pamoja na watoto wengine waliopotea. Siku iliyofuata, Michael alikuwa amekaa peke yake kando ya bahari alipomkaribia yule mwanaume kipofu. Kabla Michael hajauliza chochote, mwanaume huyo alianza kujibu maswali yote ambayo Michael alikuwa akiyafikiria, kana kwamba alikuwa akisoma mawazo yake. Alijitambulisha kama Andre na kusema kwamba yeye ndiye baba halisi wa Michael. Michael hakumwamini. Ndipo Andre akaanza kuelezea hadithi yote kwa kina. Alisema kwamba alikuwa mvulana wa kawaida kutoka kijiji kimoja Urusi, lakini siku moja, kutokana na kuvuja kwa mionzi ya nyuklia, watu wengi kijijini hapo walikufa. Walionusurika walipata uwezo wa ajabu. Jeshi lilipopata taarifa hizo, liliamua kuwatumia watu hao kama silaha hai. Wakafanyiwa majaribio ya kutisha. Ripoti zilionyesha kwamba isipokuwa Andre na mama yake Michael, hakuna mwingine aliyekuwa na uwezo wa kupata watoto. Michael alipokuwa anazaliwa, alikuwa mtoto wa kwanza kuzaliwa akiwa na nguvu hizi za ajabu. Ili kumpa nafasi ya maisha ya kawaida, Andre na mama yake Michael walitoroka kambini mwa jeshi. Wakati wa kutoroka, Andre aliweza kumwokoa Michael, lakini mkewe aliulima. Akijua Michael hakuwa salama pamoja naye, alitumia uwezo wake kusoma mawazo ya Giovanna. Akaona kwamba alikuwa mwanamke mwema ambaye angeweza kumlea mtoto kwa upendo. Ndiyo maana alimwacha Michael mbele ya nyumba yake na akaondoka. Lakini sasa jeshi lilikuwa limegundua kwamba mtoto huyo wa kipekee alikuwa eneo hilo. Michael bado hakuamini kabisa. Ghafla, Andrea alisema hawawezi kuendelea kuzungumza hapo kwa sababu mlinzi wa karibu alikuwa ameanza kuwa na mashaka. Andrea alimpa Michael suti ambayo ingeufanya mwili wake na nguo zake zisiweze kuonekana, kisha akafuta kumbukumbu za mlinzi na kutoweka. Wakati huo huo, mwalimu msaliti alipokuwa akizungumza na Giovanna, alisikia kwamba Michael alikuwa ameasiliwa. Hapo alihisi kwamba huenda Michael ndiye yule mtoto maalum. Ili kuthibitisha, akaelekea nyumbani kwa Michael. Wakati wa mazungumzo, Michael aliona alama za kung'atwa mkononi mwa mwalimu na kugundua kwamba ndiye aliyemteka Stella. Michael alijificha, akawa asiyeonekana na akatoroka. Akiwa njiani, alimkuta Ivan, yule mvulana aliyekuwa akimnyanyasa. Michael alikaa nyuma yake kwenye basikeli na kumwambia aendeshe haraka. Walipofika sehemu ya faragha, Michael alimwambia Ivan ukweli wote. Wakati huo huo, Stella aliwaza njia ya kutoroka. Watoto waliposimama juu ya mabega ya wenzao, waliweza kufikia njia ya kutokea. Walifanikiwa kufika juu ya paa, ambapo Stella alichora uso wa tabasamu kwa mwanga, ishara ile ile aliyochora Michael walipokutana mara ya kwanza. Michael alipoiona ishara hiyo, alijua mara moja Stella alikuwa wapi. Akaenda pamoja na Ivan kuwaokoa. Lakini ghafla, mlinzi alimkamata Stella. Ivan alipiga mfumo wa umeme kwa bunduki ya paintball na kukasababisha hitilafu. Michael, akiwa asiyeonekana, aliingia ndani na kuwaokoa watoto wote. Baadaye alijitokeza mbele ya wote. Wote walishangaa sana, lakini Stella alisema walihitaji kumwokoa mzee aliyekuwa amefungwa. Ilibainika kwamba mzee huyo alikuwa na uwezo wa kudhibiti akili za watu na ndiye aliyekuwa nyuma ya kila kitu. Jeshi likamkamata Michael na Stella na kuwafungia ndani ya manowari. Hata hivyo, Michael aligundua kwamba alikuwa pia na uwezo wa kusogeza vitu kwa mawazo. Aliirudisha manowari ufukweni. Andrea alimweleza kwamba utambulisho wake ulipaswa kubaki siri. Kisha akafuta kumbukumbu za wote. Kila kitu kikarejeka kama kilivyokuwa awali.